Mke wangu, mbona kama vile kuna kitu unanificha afu sikuelewi? Amna mume wangu, hakuna kitu. Basi sawa mke wangu, ila mimi nilivyoenda kutafuta huko sijapata chochote kitu. Yaani hapa nilivyoenda ndo nilivyorudi. Kwa hiyo sijui tunakula nini mke wangu. Yaani hapa nilipo sielewi kabisa. Sawa mume wangu, ipo siku na sisi tutapata, maana Mungu anagawa kwa mafungu. Basi sawa mke wangu, mimi niko ndani. Bosi. Marhaba, mjambo vijana wangu. Hatujambo bosi. Kuna shida gani tena vijana wangu? Mbona kama vile yani muda ambao mmekuja hapa na kazi nao hapa viendani? Kweli bosi, lakini tulikuwa na shida kidogo na advance market kabili zile ambazo ulipatia eka 4. Eka 2 tushamaliza. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji divo kidogo, maana nyumbani hakujakaa sawa. Kwani mlikuwa na shida ya kiasi gani vijana wangu? Tuna shida na 10,000 tu bosi. Kiasi cha pesa ambacho mmeniomba ni shilingi 10,000, lakini nimeweza kuwapa 20,000 ili mgawane 10,000. Hivyo basi mimi kesho nitaenda kutembelea shambani. Hivyo natamani nikute shambani kumefanyika kazi ambacho yani ni kubwa. Sisi tumeelewana? Sawa bosi. Asante. Kwa hiyo mimi hapa niseme kwamba niwatakia kazi njema. Mzee wangu, kama ambavyo nimewahi kukuelekeza mida ya asubuhi kwamba naomba tukutane. Ndio. Lengo langu ni kwamba ni kuhusiana na lile shamba ambalo nilikuwa nimeshachukua kwa yule kijana. Ndio. Hivyo basi mimi nategemea kwamba wewe ndio utakuwa msaada mkubwa kwangu. Kwa tuendelee kubebana hivyo hivyo. Maana najua mwenyekiti ndio kila kitu kwa mtu ambaye huwa analia shida. Ndio. Umeona? Kwa hiyo nategemea kuwekeza nguvu yangu kubwa katika kupitia mashamba. Ndio. Sawa mwenyekiti? Nasikia. Kwa hiyo ningependa kuomba kwamba siku ya leo yani uweze kunishawishi au kuendelea kuwa na moyo ule ule ambao yani umenionyesha hapo nyuma. Kwa sababu sisi vijana kila mtu huwa anategemea sehemu yake. Ndio. Kwa hiyo mimi hapa nategemea kupitia nguvu ya shamba. Ndio. Sawa? Kwa siku ya leo basi marake ningeweza hata kukutunza hata kwa shilingi ngapi ili tuendelee kutunzana, kwa sababu unapokuwa unanisaidia ndio pia hata mimi inatakiwa inanilazimu kwamba niwage na kutunza yani. Kwa hiyo ukashika hiki kichache kwa ajili hata kunywa maji nini. Usiwe na wasiwasi, shamba lile utachukua na yule hana shamba pale. Sawa. Shamba unachukua. Kwa hiyo tuendelee kubebana mzee wangu, kwa sababu natarajia kufanyia mambo makubwa sana. Kama utaendelea kunibeba hivi hivi. Ndio. Ndile shamba ninakupa la kwako. Yule hawezi kugusa tena kwenye shamba lile pale. Sawa. Mimi kama mwenyekiti wa kijiji hiki. Sawa. Hayupo mtu mwingine tena. Basi mimi niweze kusema na kuamini
niweze kuondoka, basi naweza nikakuacha pengine labda na mambo yako mengine. Sawa sawa. Tuwasiliana basi mambo mengine. Haya, asante. Haya mzee. Haya, nashukuru sana. Haya. Unataka nini? Blaza, samahani ndugu yangu. Samahani ya nini sasa? Najua blaza mimi sina kitu sawa ndio, lakini blaza li shamba mwenzako nalo tu moja na lile ndio ulisi wangu mimi. Yaani swala ulisi na shamba langu wewe vina uhusiano gani? Na nimekukataza mara nyingi kwamba usije kwangu. Blaza li shamba ni la kwangu. Umeelewa lakini? Unafuata nini kwangu kwanza? Blaza naomba tuemalize blaza. Unipe shamba blaza. Mimi sina shamba blaza la kulima. Sasa shamba lako mimi ndo nalo. Mimi na shamba lako. Blaza lile shamba na kwa mwenyekiti ukumbuke kwamba mwenyekiti alisemaje. Blaza sawa. Blaza. Blaza. Kijana wangu kiufupi bwana niseme nimeupenda sana utendakaji kazi wenu. Ndio bosi. Na mmenifurahisha. Na mpaka mimi nimechukua maamuzi ya kuwapa kazi nyingine ambayo kazi hii mkiifanya Ndio bosi. mshahara wake ni mara 5 ya kazi ambayo mlifanya mara ya kwanza. Sawa bosi. Ila sasa inahitaji kuwa ni watu ambao ni wasili kabisa. Bosi, tuamini tu bosi. Huyu hapo mwenzako anataka kualimu shule. Mpaka sasa hivi hajafika. Huyu sio muda anafika bosi. Sasa mpaka muda. Sasa hivi kweli mdogo wangu? Anafika bosi. Saa nzima linaisha hivi. Anafika bosi. Umeelewa? Nakatisha? Ndio. Sawa bosi. Marhaba vipi? Safi kabisa. Nichelewa hapo nakaa na nini na nini. Sasa bana. Kijana wangu. Ndio bosi. Ulitaka kuharibu mwishoni. Hapana bosi. Na mali ni kila mara moja. Kwa unataka kuniambia kwamba sehemu ambayo ulienda ni ya muhimu kuliko muda ambao nilikuwa nimeutenga mimi ili tukutane na nyie? Samahani bosi, samehe tu. Samehe tu. Sio mbaya. Nenda kosa bosi, sio kosa. Bila kurudia kosa? Ndio kosa. Hasa kwangu mimi ukifanya kosa na hisi ndio na umerudia kosa. Basi sawa bosi, tutajirudisha. Usiwazi. Sawa. Sasa kijana wangu wewe umechelewa kufika. Lakini sasa nimeshaweza kuongea na mwenzako hapa. Nimeshafanya kazi. Sawa? Nimeridhika na utendaji kazi wenu. Lakini kuna kazi ambayo nimeiandaa ambayo malipo yake kama mtaitekeleza, mtaifanya ni mara 5 ya ile kazi ambayo mmeifanya shambani. Yaani inahitaji usiri wa hali ya juu sana. Kuna kijana anayejulikana kwa majina ya Joja. Yule mlala hoi, kiufupi ni mlala hoi, maskini, mchoma mkaa. Inatakiwa muue au ahame katika kijiji hiki kwa sababu amekuwa ni kikwazo sana katika mahitaji ya mambo ambayo anakuwa anataka kuyafanya. Na kama mtaliweza swala hilo, basi naomba kunijibu hapa hapa. Nina imani mtaweza kulitekeleza hilo swala kwa sababu mkiniambia mnalifanya swala, hamjawahi kunisumbua. Na mkumbuke ya kwamba nimewambia mshahara wake au malipo yake
ni mara 5 ya ile kazi ambayo mmeifanya mara ya kwanza. Sawa bosi. Lakini bosi, kwa nini tufanye haya yote hali ya kuwa yule alikuwa rafiki yako? Na hisi kilichobaki hapo ni utekelezaji. Hayo mengine niacheni mimi. Sikia Katisha. Ndio. Asio vizuri kumuuliza mtu swala kama hilo. Wala salikifikia vibaya. Swala jamaa huyu kupishana na jamaa yake ilikuwa ni hivi. Wewe mwanangu wa Joja? Wewe kaka. Katika pita zangu mwanangu nimetokea kumwelewa mwanamke mmoja hivi mwanangu. Kwa hiyo umependa, na sio? Kiufupi nimependa kwa sababu mimi pia ni mwanadamu. Na unajua kwamba mwanadamu unaweza kaona hangaika sana lakini ushia mahusiano ikawa pia inatakiwa iwepo pale yani. Si unajua? Yaani kweli kaka. Sisi ni wanaume hapo tuna hisia, kwa hiyo tumeamua kupenda yani. Unaelewa? Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa sasa mwanangu mimi ambacho nilikuwa nataka unisaidie ni kwamba ni issue ya kumwambia yani kumuelekeza kwamba ni 1 2 3 kuhusiana na mimi yani. Kwa hiyo wewe domozege yani sio swala domozege na wewe. Namna ya kuongea naye. Lakini kaka sisi tunamfuata bwana. Bwana ni bwana nakupenda hivyo tu. Yaani hivi mambo ya kaka sio magumu sana bwana. Unahisi kwamba mwanamke ukimwambia tu nakupenda naye anakubali? Kuna kitu kinatoa ushawishi. Kaka sasa sisi tunamshawishi kaka. Hasa nitamshawishi mwanangu afu sina hela na unajua kabisa wanawake sasa hivi wanaamini pesa. Na mwanamke mwenyewe so wakwenda yani ni mwanamke amenyoka yani. Na yule bila hela mimi mwanangu nahisi kama sitatoboa. Mwanamke wapi kaka huyo? Mimi simfahamu sababu mimi na mleo tuko wote. Iweje wewe kwenye pitapita zako muone mwanamke afu mimi nisimuone? Yaani hainiingia akili. Huyu mwanamke sawa Joja? Yuko hivi maeneo kwa kina Bahati. Ukiwa unaelekea kwa kina Katisha pale. Bahati jamaa fulani hivi sio mrefu sana so mfupi hivi. Pale. Huyo binti ni mgeni kwenye kijiji. Eneo alikuwa ameondoka. Amerudi. Alikuwa amesafiri kwa amerudi kwao sasa. Ni mweupe hivi. Mwembamba sio mwembamba, afu ni mrefu hivi Ila sasa kuna chali mmoja hivi nilimuuliza ni dogo janja mmoja hivi nilipomuuliza kwamba unafahamu pale akasema ni kwa kina Mwanji. Kwa hiyo yule mdada anaitwa Mwanji. Sababu kaka inabidi twende kwao. Unipeleke nipaone. Basi hapo mimi nahisi kama kazi ishaisha sasa. Sasa mimi unajua? Imeisha. Ndio maana nikakwambia wewe sasa. Sababu mimi sehemu yote ile, chaka lote lile. Hata liwe ni chaka yani gumu kiasi gani? Na timba mjeshi. Napangua, napita tu. Unanijua lakini? Umeshamaliza. Unanijua lakini? Na mimi nimelifikisha kwako kwa sababu najua kwamba lishaisha hiyo. Basi, ondoa wasiwasi. Sawa. Mwanamke yeye sio hapo mwanangu. Kaongea naye sasa. Sister. Samahani kidogo Kaka. Imeisha. Basi haina noma. Nenda sasa utachelewa sasa. Sister, samahani. Niko na rafiki yangu pale. So nimetokea kuelewa short mimi nimekupenda yani. Kwa hiyo sijui naweza nikapata nafasi ya kuongea na wewe zaidi. Samahani lakini. Kaka samahani, na kama unanipenda njoo nyumbani. Kaka, tayari ameshamaliza kila kitu. Toto sasa sawa. Amesema anataka laki
100,000. Sio mbaya. Kuna mbuzi ambayo nilikuwa nimewekeza hivi kwa bibi. Kwa hiyo nachukua naenda kuuza kwa nani, kwa mchuzi. Unipe sasa. Ninakupa 100 alafu ukamaliza. Saa hizi tu. Kauze mbuzi hiyo. Sawa. Ili mimi nimpekee mtoto hela. Ili nisichelewee kukuta mwana sio wangu. Maana sio unajua wanasema chelewa. Utakuta mwana sio wako. Mwana sio wangu. Kwa hiyo basi mimi nilimwahi. Tukauza tu sasa hivi. Twende basi. Karibu. Sasa Joja. Ni tena. Jua kali kaka. Jua kali sawa, ndio maana mimi mwenyewe nikakwambia hivi. Uwai sasa ili mtoto asije kukuta ameondoka tena. Kwa kaka hii kaka ndo zawadi. Kampe zawadi hizi mwanangu. Na alafu yani hiyo maana kinje na ile laki ambayo alikuwa ameomba. Sawa. Sawa. Na ulisema kwamba anahitaji laki, si ndio? Laki hapa mwanangu. Nimeuza mbuzi mwanangu ambaye nilikuwa nimemtunza kwa bibi yangu. Bibi yangu pale na Ndele yule ndio nilikuwa nimempa mbuzi anifugie. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba mtoto ndio hivyo, nimechukua. Nimemuuza. Na baada ya kumuuza mimi nimeona ni bora niwekeze kwa mwanamke mwanangu kwa sababu nampenda. Kwanza kaka, sawa. Hata mimi nikutoe wasiwasi. Sawa mwanangu. Kwa hivi vitu ambavyo umenipa hivi, najua wewe uniangushi na ndio maana nikakwambia wewe ndio uwajibike. Kwanza kaka mwanamke hapo. Sawa. Haruki. Unajua wanawake wanapenda pesa na vitu, zawadi. Basi umeua hapo. Umemaliza mwanangu. Umeua hapo. Au vipi? Sasa kaka, mambo mengine yote hayo niachie mimi. Basi hapa sawa. Mimi ndo mshenga oji. Usiwaze. Ndio maana nikakuamini. Unanikuta kwa maamuza basi au vipi? Poa basi mimi Sky Chap nimpelekee. Then nirudi. Wewe usiwaze. Unanikuta pale mimi nagusagusa vichache nini? Sasa usije ukamaliza. Usiwaze. Lazima nikuachie sasa. Poa basi Chap. Unaona kuwajibika huko? Poa basi Chap basi. Mimi basi. Jua kali kaka. Usiwaze na wewe. Alafu kama vipi sasa kama na vipi? Ukitoka huko mimi kuna kitu nakupa mwanangu. Kitu tena? Ni kwa ajili yako hiyo mbali nje na mtoto. Basi. Sasa Sky Chap basi. Wai basi. Poa. Baridi. Sasa wako uzingue sasa. Kaka mesha hiyo. Uzingue. Mesha kaka. Wai basi. Popo. Sasa vipi? Bila nyumbani. Salama. Poa kabisa. Mimi niko poa. Nimekungojea hapa kinoma yani. Sana. Si unajua kazi za wanawake hizi, kuwafua, nilikuwa napika, osha vyombo, yani kazi zilikuwa nyingi mno. Basi sawa, pole pia na kazi. Asante. Sasa bwana, lengo langu la kupitia hapa ni zawadi zako hizi hapa. Asante. Afu pia kuna hii hapa hela ya matumizi. Tumia siku 2 3 hizi hapo. Asante sana. Na hivyo vitu bwana mimi nimekupa kwa sababu nakupenda sana. Na nahitaji siku moja uje kuwa mke wangu. Na hivyo vitu mimi nimepambana sana. Kwa naomba sasa usiniangushe sawa? Sawa. Yaani asipite mtu yote kwa akushawishi sijui bwana mimi nakupenda. Mimi tu ndo nakupenda hapa kijijini. Hamna mtu yote ambaye anakupenda zaidi yangu hapa. Sawa mwanji? Asante, nimesikia. Sasa na baadaye usahau kuja nyumbani basi baadaye. Usijali. Basi mpe hai sana mama. Bwana, hiyo ndo story ya huyo bwana na rafiki yake. Hata wamefikia kuwa maadui wakubwa sana. Jamaa alizingua sana. Yaani kumchukua mchumba mwenzake. Kwa hiyo ndo hivyo bwana. Kwa hiyo hebu tukaanza kazi yake mapema. Sawa bwana. Basi tupitie kwa mama muuza. Tukale angalau miogo. Sawa. Sawa. Tufanye kazi na Mwanamjumbe. Naam mwenyekiti. Kuna swala moja nataka nikuagize. Ndio. Kuna kijana mmoja akija kwako kuhusu shamba. Ndio. Hana hela yule kijana, anataka shamba. Na lile shamba sisi tumeshampa nani? Ndio. Na dogo mmoja tu alikuja kwangu. Nisha mkabidhi lile shamba. Akija yule kijana, kuna mwingine ambaye anataka lile shamba sasa. Wake vizuri ninavyokuelekeza. Nakusikiliza. Na kule tayari nisha kuchukua nini? Alitoa kidogo posho. Na wewe ubidi kuchukua kidogo.
Umesikia? Ndio. Akija kuna kijana mmoja hivi ananisumbua na hapa nyumbani. Nimeshamfukuza lakini. Umesikia? Na wewe hiyo utakunywa soda. Umesikia? Sawa. Ni nani huyo? Ametoka kidogo. Akija kwako sema sijui anadai shamba, mwambia mimi mambo ya mashamba siyafahamu. Nisije nikasikia hiyo kesi tena. Mwenyekiti, ni kuahidi kwanza hilo limeisha. Kwanza nashukuru sana bwana kwa posho, nashukuru. Asante sana. Ni kuahidi kabisa kwamba hilo usiwe na wasiwasi kabisa, ondoa hofu, hilo limeisha. Sawa. Mimi kama akija kwangu mimi nitahakikisha kabisa namzibia njia. Hata fanikiwa kwa lolote hilo. Shamba tumeshamkabidhi mtu mwingine. Yule dogo, ile shamba ilikuwa la kwake. Sasa yeye hana hela. Hata 100 hana. Utampeja mtu shamba kama huyo hana hela? Makosa, unajua nguvu ya pesa sasa hivi, pesa ndio inatumika kwa kila kitu. Kwa hiyo ndio hivyo sasa. Akishindwa kuwa na pesa hawezi kupata haki. Ndio maana sasa hivi ile shamba tumechukua, tumemkabidhi mtu mwingine, tumemaliza. Sawa sawa. Anayefuatilia mwambie muonage mwenyekiti, mimi hayanihusu. Umesikia? Nimekuelewa mwenyekiti. Asante sana. Sawa. Asante sana. Basi ngoja nikaendelee na majukumu mengine ya kiserikali. Asante. Nafikiri Mungu akipenda tutaonana. Haina shida.